Usitumie kioo. Usitumie kioo usiku. Nitakwambia kwa nini. Kioo kimetengenezwa kwa madini kama quartz, silica, limestone, fedha na kadhalika. Madini haya yanakamilisha kitendawili hiki kiitwacho kioo. Kwa karne nyingi, kioo kimekuwa kikitumiwa katika masuala mbalimbali. Katikati ya giza kinachotokea. Watu wa mila hutumia kioo kwa masuala yao hayo ya kutibu na hata kuumiza pia. Wewe unakitumia kioo kama sehemu ya kuiona sura yako, sehemu ya kuona utukufu ambao Mungu aliuweka katika wewe, kuona mwili huo mzuri wenye kuvutia. Basi ukijitizama mpaka mwenyewe unatabasamu bila kujua kwamba pengine wakati unajitizama kwenye kioo pia wewe kuna kitu kinakutizama. Kioo kina uwezo wa kupitisha mwanga. Kwa hiyo kama kina uwezo wa kupitisha mwanga, tutakubaliana wote kwamba mwanga katika mwili wako ni roho. Roho ndo taa inayomurikia mwili wako na ogani zote kama moyo, figo na vitu vingine vyote kwenye mwili wako vipate kufanya kazi. Vinahitaji roho iwe hai. Maana ya roho kuwa hai, yani iwe ndani yako. Utasikia roho imeacha mwili. Kwa nini watu huwa wanasema hivyo? Kwa sababu roho haifi na wewe. Roho, mwili wako ukishindwa kufanya kazi, roho inaondoka. Maana hiyo ni kwamba roho inapita kutoka ndani ya mwili wako na kuondoka zake misili ya umeme. Roho ni umeme, ni hewa nyembamba. Roho ni frequency. Unafunguliwa hata dakika moja. Kioo kina uwezo wa kupitisha mwanga. Usiku milango mingi ya kiroho huwa inafunguliwa. Roho hizo zikipata mwili dhaifu ambao zinaweza kuingia ndani yake, mwili ambao hauna ulinzi, hauna imani ya kutisha, basi roho hizo huingia ndani yake na kuutumia mwili huo zinavyotaka. Roho zikifika ndani ya nyumba yako huweza kupenya na kuingia kwenye kioo. Zikiwa kwenye kioo na wewe ukaja usiku huo ukaanza kujitizama kwenye kioo hicho, basi roho huwasiliana kati ya roho yako nzuri, pengine isiyo na tatizo, isiyo na mashaka, inaanza kuwasiliana na roho ambayo imo ndani ya kioo. Kwa pamoja tutakubaliana kwamba karne nyingi zilizopita kuna roho chafu zilitupwa duniani. Roho hizo haziishi hewani, haziishi pasipo na kitu. Hizo roho huishi pahala ambapo zinaweza kukaa ndani. Hivyo zitaishi kwenye miti mikubwa, kwenye mawe makubwa, kwenye miamba, kwenye mili yetu sisi. Unakuta mtu anatembea ndani yako na roho nyingine chafu inakuendesha bila hata wewe kujua. Kwa hiyo ukijitazama kwenye kioo unaweza kupata shambulizi baya. Unaweza kushambuliwa kwa sababu ukijitizama kwenye kioo, roho huhisi kama roho iliyopo kwenye kioo inahisi kama unaitizama yenyewe. Roho nyingi huachia mashambulizi na kuweza kukuzuru. Utasikia stroke, utasikia matatizo mengine ndani ya mwili wako na hata changamoto zingine za kiroho ambazo zitakuangusha. Kinga ni bora kuliko tiba. Ni vyema kutafuta kitambaa na kukifunika kioo chako chote. Sio busara, sio salama kwa roho yako kutumia kioo usiku wa manane. Ni ushauri tu, sikufokei.